Kitabu cha Yuda. Kitabu cha Yuda. Kitabu cha Yuda kina waraka. Kina waraka mmoja tu. Kitabu cha Yuda alijiandikia mwenyewe waraka mmoja. Maneno ya Yuda. Huyu sio Yuda Iskariote au Yuda mwingine. Ni Yuda wanaotoka tumbo moja na Yesu. Kipindi Yesu amekuja kama kaka yao, maana aliwatangulia akifanya kazi ya useremala, na kwa kuwa baba yao Yusufu alikufa mapema, basi alichukua nafasi ya kuwasomesha. Alifanya kazi kwa bidii nyingi kuhakikisha wadogo zake wote wanasoma. Ukimwona Yakobo akiandika utajua ameandika kisomi. Ukimwona Yuda mwenyewe alivyoandika ameandika kisomi. Haya ni maneno ya mtu ambaye hajaenda shule. Ni maneno ya mtu aliyeenda. Yesu alihusika na ndugu zake. Na dada zake pale hawataji majina, lakini wenyewe wanasema ya kwamba na dada zake hawapo hapa. Yesu anaposema nimekwenda kurithi familia ya Adamu aliyepoteza mwelekeo, niite mwana wa Adamu, na wote waliozaliwa kupitia damu ya Adamu ni ndugu zangu. Ni kweli kabisa. Aliingia mote mzima, kichwa hadi miguu, na upendo wake unaovuja kifuani mwake ulimgharimu mpaka mauti. Ndio maana watakaobakia nje ya geti, watakaobakia nje ya geti siku ile wazao wanaingia, wenyewe wanabakia nje ya geti, hawatamlaumu Yesu. Maana Yesu amemaliza. Bila jilaumu wewe na nafsi yako iliyokudanganya. Halafu wengine watageuka ni shetani tube. No. Shetani hana ubavu zaidi ya nafsi yako. Especially kwa wale waliokombolewa. Maana Bwana amewaongezea nguvu ya kumshinda shetani. Ndio maana shetani anakuja kukufanya kujaribu. Kama huna ubavu upigwe ngwala. Lakini kuombe mwanangu usipigwe ngwala. Endelea kusimama, stand still, ukiwa imara kama mwana wa kuishi ndani ya imani. Shetani hana ubavu kwa waliokombolewa. Watu wanashinda kutofautisha nguvu ya shetani na miili yao. Adui mbaya ambaye amewaangusha watu ni mwili wake mwenyewe aliyoubeba. Ndio maana Biblia inasema mjitahidi kuuweza mwili. Simeandikwa? Wanatheolojia simeandikwa? Mjitahidi kuhakikisha mnauweza mwili, sio shetani. Shetani alishashindwa. Adui mbaya ni yule anayelala naye nyumbani ambao ni mwili wako. Ndio maana mwili daima unasema nimechoka be. Wengi wanaamka kwenda kulima mapema, nimechoka. Umaskini unapokuja, njaa inapoanza kukokotoa, ndipo unaanza kulalamika. Shinda mkubwa wewe. Mwili ukiulisha leo pilau, kesho unataka pilau ambayo hujawahi kuiona. Ukila pilau unasema nataka pizza. Kisha wanapika pigeje. Ni mwili huo. Mtu asiyeweza mwili wake, nikwambia jehanamu inamsubiri. Jehanamu haitawapeleka watu kwa sababu walidanganywa na shetani. Shetani has been defeated with Christ. Because akamuuliza shetani, uko wapi uchungu wako mwana wa laana? Akasema hakuna. Maana Yesu ameshinda mauti na kifo. Sasa nataka niwaambie hivi kwa kujaliwa. Watu saa hizi adui ambaye wanaendelea kupigana na atakayefaulu ni yule ambaye ameuweza mwili. Tena wa kwake sio mtu mwingine. Wa kwako. Ulikuwa unajua yule mwenye uweza wa kusema mwili
tu. Jamani. Hawa jamaa Yuda walikuwa hawajamuelewa vizuri Yesu. Hawa walikuwa hawajamuelewa. Tulikuwa kwenye wiki hili la siku 40 za Yesu kupaa mbinguni. Alikuwa anapita akiwaimarisha ndugu zake. Angelitowekea pale kabrini wakati malaika wamekuja kwamba baba yako anakusalimu mbinguni, tumekuja kukuchukua, tumekuja kukuescort. Aisee, Yesu mtakwambia alikaribishwa mbinguni kwa kishindo cha mizinga mengi ya mbinguni. Ni ajabu. Wezi kati ya mtoto utiwa aina gani amekaa nje ya nyumba ya baba yake miaka 33. Tena anatembea kwenye mavumbi nchi yenye chawa nyingi. Miaka 33 akiwalipia madeni ndugu zake ambaye ni mimi na wewe. Shangaa ubana mvyake hivi haki mwenyewe. Yesu ameshamaliza. Malaika walipokuja wanauliza wale wa mama, mnamtafuta nani katika waliofariki? Wakasema baba, kama umeshamficha ni wewe. Walifikiri mtunza bustani. Kama umemuweka mahali utuonyeshe, nitamchukua. Mary Magdalena na Tisha anasema nitamchukua nimpeleke sasa nyumbani wasije wakamuiba tena. Nijichukulie nimpeleke maiti wangu nyumbani wasije wakamuiba tena. Jichukulie Yesu mpeleke nyumbani wasije wakakuibia tena. Yesu anawapenda watu aina hiyo. Hakumpenda tu siku za uhai yule mama kwamba Yesu alipenda siku za uhai. Waliompenda siku za uhai ni wale walioishia mikate. Atazamaga mioyo, atazami mili. Anakujua hata kabla hujawaza, anajua kabla hujanena, anajua. Akasema, sikiliza, nimegundua hamunipendi kwa sababu mnanitaka, ila kwa sababu ya mikate ya jana. Lakini sio Magdalena. Hata amesikia amekufa, alimuona kifa akipiga kelele msalabani, akasema, Baba wa mbinguni, mbona imeisha? Ndipo Baba akatuma jeshi la mbinguni wakapiga mzinga mmoja, ya kwamba mwanaume ule sio ulikuwa mzinga wa kushindwa kwa Yesu, ila ulikuwa mzinga wa kushinda. Maana ameshamshinda adui na ataendelea kumshinda. Na ndio maana hata ninasimama nikimshinda adui na zaidi ya kushinda. Pigie makofi mengi Yesu. Malaika akasema, mama, usimtafute aliye hai kwa waliofariki mama. Usiwapo na mtafuta aliye hai kwa waliokufa. Amefufuka kama alivyosema. Sasa mwambie na wanafunzi wake, mtamuona Galilaya nyumbani. Nyumbani.